Hallelujah. The Bible says, I did baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Amina. Mimi niliwabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Hapa tunasema kwamba Yohana anawaambia watu kwamba mimi ninawabatiza kwa maji, lakini yeye ajaye nyuma anawabatiza kwa nini? Kwa Roho Mtakatifu. Kwa nini anasema anabatiza kwa Roho Mtakatifu? Kwa sababu yeye Yesu alikuwa ni nani? Ni mtakatifu. Amina. Amina. Kwamba yale maisha yale matakatifu, yale alikuwa anaishi maisha matakatifu, yani ikawa rahisi kumpata Roho Mtakatifu ndani yake. Haleluya. As a servant of God, you must live whole life so as to get the Holy Spirit. Mtumishi wa Mungu anatakiwa kuishi maisha matakatifu ili upate Roho Mtakatifu. The end point, I can say the sixth point and the end point. Hoja ya mwisho, it become easy God command to get a commandment from you, from God. It become easy to get commandment from God. Inakuwa ni vigumu kupata maagizo kutoka kwa Mungu. The book of Exodus, kitabu cha Kutoka 7 sura 7 18 up to 20, 18 up to 20, 19 up to 20, not 18, 19 up to 20. 19 hadi 20. Let my fellow. Yes. Then the Lord spoke to Moses, saying to Aaron, take your rod and stretch out your hand over the waters of Egypt, over their streams, over their rivers, over their ponds, and all their pools of water, that they may become blood. And there shall be blood throughout all the land of Egypt, both in buckets and in wood of wood and in pitchers of straw. 20. And Moses and Aaron did so, just as the Lord commanded. So he lifted up the rod and struck the waters that were in the river, in the sight of Pharaoh and in the sight of his servants. And all the waters that were in the river were turned to blood. Amina. Inasema kuanzia 19, Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, shika fimbo yako, kaunyoshe mkono wako juu ya maji. Haruni shika maji ya Misri, juu ya mito yao, juu ya vijito vyao, na juu ya maziwa ya maji yao, na juu ya visima vyao vyote vya maji, ili yageuke kuwa damu. Nako kutakuwa na damu katika nchi yote ya Misri, katika vyombo vya mti na katika vyombo vya jiwe. Musa na Haruni wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia, naye akainua ile fimbo na kuyapiga maji yaliyokuwa mtoni mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, na hayo maji yote yalikuwa katika mto yakageuka kuwa damu. Hallelujah. Why God give the commandment to Moses? Kwa nini Mungu alitoa hilo agizo kwa Musa and Harun? Because Moses and Harun living the whole life. Kwa sababu Musa na Haruni waliishi maisha matakatifu. I'm getting the image. Tunapata picha when Moses living outside what God mean. Musa aliishi maisha ambayo Mungu alikuwa hayampendezi Mungu. There is no commandment will occur. Asingepata maagizo yoyote. Hallelujah. Amen. We see tunaangalia only whole life maisha matakatifu peke yake. It enable you, yanatusaidia as a servant of God to get the commandment from God. Kama watumishi wa Mungu kupata maelekezo au maagizo kutoka kwa Mungu. If we want to see the Holy Spirit in your life, kama unataka kumuona Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, live the whole life. Unatakiwa kuishi maisha matakatifu. Hallelujah. Amen. You understand? Naelewa. You understand? Hallelujah. Amen. You must live in what? Unatakiwa kuishi the holy life. Maisha matakatifu. Hallelujah. Amen. We see the